السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما بعد، ninawakaribisha katika channel hii ya Fadhakir, ambapo leo hii tutazungumzia kuhusu masharti ya saumu au funga, hukumu ya saumu kwa mgonjwa, msafiri, mzee na mwanamke mjamzito na anayenyonyesha. Tukifasiri kitabu cha Mukhtasar Ahkamu Siyam kilichoandikwa na Sheikh Khalid bin Ali Al-Mishaykih, anaanza kwa kuelezea maana ya funga kwa kusema saumu kwa lugha ni kujizuia, ama katika istilah, yani kisheria, kujizuia kwa nia kwa mambo mahususi yanayohusiana. Kujizuia katika funga nayo ni kutokula na kunywa na kufanya kitendo cha ndoa katika wakati uliopangwa, nao ni kutoka alfajiri mpaka wakati wa kuzama jua. Kwa watu mahususi waliokalifiwa, nao ni Muislamu aliyebaleghe na mwenye akili timamu. Na funga imefaradhishiwa katika mwaka wa pili wa Hijra, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga Ramadhani 9. Kisha akaelezea masharti na wajibu wa kufunga Ramadhani ambayo ni matano. Kwa maana masharti gani ambayo anayokuwa nayo mtu ambaye anawajibika kufunga? Sharti la kwanza, awe Muislamu, kwani hakuna wajibu wa kufunga kwa kafiri na haifai kwake, kwa sababu ibada yake itakuwa imepungua nia. Kwa mfano, baadhi ya makafiri atakuwa na jirani yake Muislamu akamwambia, mimi nitafunga kushirikiana nawe au kuwa pamoja nawe katika funga yake. Funga kama hii haikubaliki na si sahihi, kwa sababu sharti ya funga ya kwanza ni kuwa Muislamu na huyu si Muislamu. Na Allah anasema katika surat Al-Imran aya 85, waman yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala min. Maana yake, na yeyote atakayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu basi haitukubaliwa kwake. Sharti la pili ni kukalifiwa. Kwa hiyo haifai kufunga ambaye mwenda wazimu, mtoto mdogo sana ambaye hajui kitu, kwa sababu hawajui nia ya kufunga. Lakini mtoto akiwa anaelewa, yani yule akiulizwa anajibu, huyu anaweza akakufunga hata ikiwa hajabaleghe, lakini si wajibu kwake, bali huyu anajifunza kufunga au anajizoesha kufunga ili azoee atakapokuwa amebaleghe. Kuna siku moja Umar radhiallahu anhu alimwona mtu anakunywa pombe mchana wa Ramadhani, akampiga mijeledi, akamwambia, wewe unakunywa pombe mchana wa Ramadhani na watoto wadogo wanafunga? Kwa hiyo inapendeza kuwafundisha watoto ambao wanaelewa kufunga mwezi wa Ramadhani. Sharti la tatu la funga ni kuwa na uwezo. Kwa hiyo haifai kwa mtu mgonjwa sana kufunga kiasi cha kwamba ile funga itamletea madhara, kwa dalili ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Al-Baqara, baadhi ya aya 184, faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Maana ya aya, lakini atakayekuwa mgonjwa miongoni mwenu au yuko safarini, basi inapaswa kulipa idadi sawa katika masiku mengineyo. Na tutaelezea kwa undani zaidi mgonjwa huyo wakati gani anawajibika kufungulia saumu na wakati gani anatakiwa kulipa deni hili la funga au kulipa fidia na kafara. Ama sharti la 4 ni kuwa mkaazi, kwa maana mfungaji anatakiwa kuwa ni mkaazi na sio msafiri. Kwa hiyo si wajibu kwake kufunga, yani msafiri si wajibu kwake kufunga, lakini analipa siku hiyo aliyofungulia. Na hii ni rai za maulama wote. Kama tulivyosema katika aya iliyopita, Allah amesema, faman kana minkum maridan au ala safar fa'iddatun min ayamin ukhar. Maana yake, lakini atakayekuwa mgonjwa miongoni mwenu au yuko safarini, basi inapaswa kulipa idadi sawa katika masiku mengineyo. Ama sharti la 5, haruhusiwi kufunga kwa mwanamke mwenye hedhi au nifasi. Hedhi ni ada ya mwanamke ya kila mwezi, na nifasi ni damu inayotoka baada ya kujifungua mwanamke. Kwa hiyo haifai kwa mwanamke huyu kufunga, na hii ni rai ya maulama wote.
Na hapa ni kwa mwanamke kujitahadhari na wale maadui wa dini ambao wanaeneza uzushi ya kuwa saumu ya mwanamke akiwa na hedhi inafaa, na kutoa madai kwamba kumzuia kufunga ni kumpunguzia uwezo wake na kumpunguzia thawabu zake. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu ajitahadhari na maadui hawa wa dini, kwani hawa wanataka kumfanya mwanamke na mwanamume kuwa sawa, na Allah ana hekima zaidi kwa kuweka sheria hizi, kwani yeye ndiye aliyetuumba, anatujua kuliko tunavyozijua nafsi zetu, kwani haya masuala yako katika Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo haitakiwi mwanamke Muislamu kufuatilia masuala kama haya yanayotoka kwa watu wanaofuata matamanio ya nafsi zao. Kwa hiyo tumesema mtu anayewajibika kufunga lazima awe katika masharti haya. Kwa ufupi, kwanza awe ni Muislamu, pili aliyekalifiwa, tatu mwenye uwezo wa kufunga, na nne awe mkaazi sio msafiri, na tano kuongezea kwa mwanamke asiwe katika hedhi au nifasi. Ama mambo ya kuwajibika kufunga ni mawili, kwa maana wakati gani ni wajibu kufunga mwezi wa Ramadhani. Jambo la kwanza ni kuona mwezi, na hii ni rai ya maulama wote. Ukionekana mwezi katika tarehe 29 ya mwezi wa Shaabani, siku inayofuatia lazima kufunga. Jambo la pili, kukamilika mwezi wa Shaabani, yani siku hii 30. Ukikamilika siku inayofuatia ni mwezi wa Ramadhani, hata kama mwezi haukuonekana, kwani hakuna tarehe 31 kwa miezi ya Hijra. Na hii ni kwa dalili ya hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu amesema. Maana ya hadithi, Abu Huraira radhiallahu anhu amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, fungeni kwa kuona au kuandama mwezi wa Ramadhani, na fungueni, yani malizeni kufunga mwezi wa Ramadhani kwa kuona mwezi, na msipouona mwezi basi timizeni siku 30. Imeripotiwa na Al-Bukhari na Muslim na An-Nasai. Kwa maana ikiwa mwezi haukuandama kwa sababu ya kufunikwa na mawingu au kwa sababu nyingine, basi hapo mwezi wa Shaabani utatimizwa kwa siku 30, na siku inayofuatia na kwa Ramadhani. Na hapa sio makusudio kila mmoja aone mwezi kwa macho yake, lakini mmoja akiuona mwezi kisha akaiambia mahakama ya kisheria, hii kwa nchi za Kiislamu haya huwa inakuwa hivi, basi inatosha kufunga. Lakini sio kama wengine wanaosema kuwa lazima kila Muislamu auone mwezi kwa macho yake ndio afunge. Hii si sahihi. Ikiwa haya ni kweli, vipi ambao vipofu, na vipi ambao wapo hospitali au wazee ambao hawatoki nje? Na masharti anayotakiwa kuwa nayo huyo aliyeona mwezi ni mawili. Yani mtu ambaye ameona mwandamo wa mwezi lazima awe na masharti haya mawili. Sharti la kwanza, awe ni aliyekalifiwa, kwa hiyo haikubaliwi ushahidi wa mtoto ambaye hajabaleghe wala ambaye ni mwenda wazimu. Sharti la pili, awe mtu mwaminifu, yani ni msema kweli. Kwa hiyo kwa yeyote yule ambaye anajulikana kuwa ni mwongo haikubaliwi ushahidi wake. Na si lazima iwe ni mwanamume, bali hata mwanamke anakubaliwa ushahidi wake akiwa amebaleghe, mwenye akili timamu na mwaminifu, anakubaliwa ushahidi wake. Na pia hakuna tofauti kati ya aliye huru na mtumwa katika kutoa ushahidi. Kwa maana mwanamume, aliye huru na mtumwa, wote ushahidi wao unakubaliwa. Muhimu awe amebaleghe, mwenye akili timamu na mwaminifu. Haitakiwi kutofautisha kati yao isipokuwa kwa dalili. Na inatosha ushahidi wa mtu mmoja akiwa na mwezi wa Ramadhani ulioandama akasema nimeuona mwezi, inatosha ushahidi wake kwa dalili ya hadithi yenye maana kwamba Ibn Umar radhiallahu anhuma amesema, watu walikuwa wakitafuta kuandama kwa mwezi, nikamjulisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mimi nimeuona mwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafunga na akaamrisha watu wafunge. Ama sharti ya kuiona mwezi katika miezi mingine iliyobaki ni lazima watu wawili waone mwezi, yani mashahidi wawili. Kwa dalili ya hadithi ya Al-Harith bin Hatib amesema, Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia sisi, tekelezeni ibada ya haji kwa haki zake mnapoona mwezi, na ikiwa mkumuona mwezi lakini mashahidi wawili wa kuaminika wakishuhudia kwa kuona mwezi, tunatekeleza ibada ya haji kutokana na ushahidi wao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Ramadhani amekubali ushahidi wa Ibn Umar peke yake. Ama kwa miezi mingine ameamrisha mashahidi wawili. Jambo la kuzingatia kwamba haifai kuangalia mwezi mchana. Mwezi ambao unakubalika kisheria utakaonekana usiku baada ya kuzama jua. Kwa hiyo kuona kwa macho au kwa vifaa vinavyotumika, lakini iwe ni usiku.
na haitakiwi kuhesabu kwa tarehe za falak, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, maana ya hadithi, sisi ni umma ummia, hatuandiki wala kuhesabu, kwamba mwezi huu uko hivi au hivi, kwa maana mara nyingine inakuwa mpaka tarehe 29 na mara nyingine tarehe 30, kutegemea na kuandama mwezi. Sio kama tarehe za miladi zinajulikana mwaka mzima. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefungamanisha funga kwa kuonekana mwezi au kuandama mwezi na sio kwa kuhesabu. Hakusema hisabuni huu mwezi una siku 30 na huu mwezi una siku 29, na hususan funga, kwani amesema msifunge mpaka muone mwezi. Na pia amesema ikiwa kuna mawingu hamkuona mwezi, basi kamilisheni mwezi wa Shaabani siku 30. Hakusema hesabuni. Kwa hiyo hapa inatakiwa kutegemea kuona mwandamo wa mwezi kwa macho au kwa vyombo vya kisasa. Na ukionekana mwezi katika nchi, ni wajibu kufunga Waislamu wote nchi hiyo, au kama nchi mbili jirani na kadhalika, bila kuhitilafiana. Kwa mfano, nchi ya Kuwait imeona mwezi na nchi ya Malaysia hakuona mwezi, basi kila mmoja afunge kwa kuona mwezi, kwani nchi zingine zinatofautiana masaa yake na nchi zingine. Na hii kutokana na hadithi ya Quraibi amesema kwamba Fadhil bint Harith alimtuma kwa Muawiya katika Sham, yani anasafiri kutoka Madina kuelekea Sham. Alitumwa Sham ni Syria, Lebanon na nchi zinazozunguka, yani jirani zake. Akasema, nikafika Sham nikamaliza mahitaji ya makusudio ya safari yangu, ikaingia Ramadhani, kwa maana hali huko Sham. Nikaona mwezi siku ya Ijumaa. Kisha anasema nikafika Madina mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Akaniuliza Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu, lini mmeuona mwezi, akikusudia huko alikotoka. Nikamjibu, tumeuona usiku wa Ijumaa, hali akiwa Sham. Akaniuliza, wewe umeuona? Nikamjibu, ndiyo, mimi nimeona na watu wameuona na wamefunga, na mimi nimefunga na wao. Akamjibu kumwambia, lakini sisi tumeuona usiku wa Jumamosi, kwa maana siku ya kwanza ya Ramadhani katika Sham ilikuwa ni tarehe 30 ya Shaabani mjini Madina. Akasema, sisi tutafunga mpaka kukamilisha siku 30 au tuone mwandamo wa mwezi. Nikamuuliza, haitoshi kwa Muawiya kuona mwezi, akikusudia hakimu au kiongozi wa Sham kwa wakati huo? Akasema, hapana, hivi ndio alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kila nchi kwa kuona mwandamo wake wa mwezi. Kwa hiyo hapa Ibn Abbas amefuata mwandamo wa Madina na mwandamo wa mwezi wa Sham wamefuata watu wa Sham. Kwa hiyo hii inatoa dalili ya kwamba kila nchi kufuata mwandamo wao. Lakini jambo la kuzingatia ni kuwa hii kwa nchi za Kiislamu, kwani kila nchi kunakuwa na maulama kwa masuala haya kwa kujua ule utaratibu wa nchi kama ni nchi ambazo sio za Kiislamu. Kisha akaelezea masala ya kuwajibika kufunga Ramadhani wakati wa mchana wa Ramadhani, kwa maana imewajibika kwake kuanza kufunga mchana wa Ramadhani. Kwa hiyo masala haya yako aina mbili. Kwanza, uweko sharti la kuwajibika kufunga mchana wa Ramadhani. Kwa mfano, tumefunga Ramadhani, ikafika mchana akabaleghe mtoto au mwenda wazimu akapata fahamu zake, au kafiri akasilimu. Tukichukulia mfano, leo ni tarehe 1 ya mwezi wa Ramadhani, tukafunga Ramadhani, ilipofika dhuhuri mtoto akabaleghe, au tulikuwa na jamaa yetu ni mwenda wazimu, kufika dhuhuri akapona, au akawa ni mwenye akili timamu, au kulikuwa na kafiri adhuhuri akasilimu. Je, vipi itakuwa hukumu ya saumu yake, ufunga yake siku ile? Atafunga mara tu atakapobaleghe, au mwenda wazimu kurudiwa na akili yake, au kafiri kusilimu, na siku ile hailipi, kwa maana ameanza kukalifia wakati huo ulipotimia masharti ya funga. Au tukichukulia mfano mwingine, pengine mchana ikabainika kuwa mwezi uliandama, kwa maana tumeamka, tumekula, tumekunywa asubuhi, kufika adhuhuri ikabainika kuwa leo ni siku ya kwanza ya mwezi wa Ramadhani. Je, kuna hukumu gani kwa hali hii? Ikiwa hivi, ni wajibu kufunga mara tu mtu anaposikia kuwa ni mwezi wa Ramadhani na hailipi siku hii. Kwa hiyo hapa atafunga kuanzia dhuhuri mara tu anaposikia kuandama kwa mwezi na kumalizia mpaka magharibi, kisha hii siku hailipi, hata kama alifungulia mwanzo wa siku hiyo, kwani hakujua kama ni Ramadhani. Kwa hadithi ya Salama bin Aqwa radhiallahu anhu amesema, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwamrisha mwanamume kutoka Aslama awape idhini ya watu kuwa aliyekuwa amekula afunge wakati uliobaki wa siku hiyo, na ambaye hakula afunge, kwa sababu leo ni siku ya Ashura.
na funga ya Ashura ilikuwa wajibu kwao, lakini hakuambia walipe. Sharti la pili, kuondoka kinachomfanya mja kuwajibika na funga mchana wa Ramadhani, kama msafiri akafika katika makazi yake. Kwa maana mtu alikuwa safarini na msafiri hawajibiki kufunga, akafika katika makazi yake kabla ya masaa matatu kuadhiniwa magharibi, au mwanamke ametoharika katika hedhi yake baada ya dhuhuri katika Ramadhani, au baada ya alasiri, au kabla ya adhana kwa masaa au muda kidogo, hatakiwi kuendelea kufunga, lakini ni wajibu kwake kulipa, kwa sababu hawa ruhusa yao ni kutoka katika sheria. Kwa hiyo wanatakiwa kula na kunywa wakati wao uliobakia, kisha wanalipa, kwa dalili ya hadithi ya Ibn Mas'ud radhiallahu anhu kwamba mwenye kula mwanzo wa mchana na akamilisha kula mwisho wake. Lakini maulama wanasema haifai kula mbele za watu wakati wa Ramadhani, hata kama na udhuru wa kisheria. Ama kwa mwenye kufungua, au kwa maana sahihi kwa yule ambaye hafungi mwezi wa Ramadhani kutokana na uzee au maradhi sugu, huyo anatakiwa kumlisha kila siku maskini, kwa dalili ya kauli ya Allah katika Surat Al-Baqara, baadhi ya aya 184, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maana yake, na wale wasioweza watoe fidia ya kumlisha maskini. Amesema Ibn Mas'ud kuwa aya hiyo sio mansukha, na ni kwa wazee, wanawake na wanaume wasioweza kufunga walishe kila siku maskini mmoja, na huyu anaweza kutoa kwa anacholisha ahli zake, yaani chakula cha wastani, asitoe chakula kibaya sana ambacho yeye mwenyewe hawezi kula, wala hakalifii kutoa vyakula vya bei ya juu sana, kwa maana chakula ambacho unachoridhika nacho kwa watoto wako na nafsi yako. Na anaweza kulisha maskini kwa njia mbili. Ya kwanza, anaweza akampa chakula ambacho hakijapikwa, kwa mfano akampa mchele au chakula chochote kinachopatikana na kupendwa katika nchi anayoishi ambacho hakijapikwa, na huyo maskini akapika wakati anaotaka. Njia ya pili, anaweza akampa chakula ambacho kishapikwa, yani apike chakula kisha akamlisha maskini, kwa dalili ya kauli ya Hasan. Anas alimlisha maskini baada ya kuwa mtu mzima kwa mwaka au miaka miwili, kila siku akimlisha maskini mkate na nyama, na yeye akafungulia, kwa maana hakufunga. Kwa maana kwa mwenye kufungulia kwa maradhi sugu au kwa uzee, anaweza kamlisha maskini mmoja kila siku kwa kumpa chakula ambacho hakijapikwa au ambacho kimepikwa. Muhimu chakula ambacho kinapatikana na kupendwa na watu, sio chakula ambacho hata nafsi yako hakiridhiki, kwa sababu Allah ameamrisha kumlisha maskini, lakini hakuweka wajibu wa kuwa chakula hicho kiwe kimepikwa au la. Na Ibn Taymiyyah rahimahullah amesema, akiwakusanya maskini 10 akawalisha kwa mkate na mchuzi wa nyama, yaani kwa chakula ambacho anawalisha familia yake, inajuzu. Na hii ametoa mfano wa kafara ya kiapo. Kwa ufupi, anaweza kumpa maskini chakula akapika mwenyewe, au akampa chakula ambacho amechapika, au akamwalika kwake akampa chakula. Muhimu awe ni maskini. Ama kuhusiana na kipimo, ni inayotosha mtu mmoja kwa kula kwa siku hiyo, yaani kipimo cha kumpa inayotosha mtu mmoja kwa kula kwa siku hiyo. Ama kuhusiana na mgonjwa ambaye anaweza kupona maradhi yake, yaani ambaye daktari wamemwambia kuwa ugonjwa wako baada ya muda atapona insha Allah, hao wamegawanyika sehemu tatu. Wa kwanza, ugonjwa wake unamfanya anapata tabu sana katika funga, lakini hailetei madhara saumu, yaani ile saumu haimletei madhara, yaani haizidishi maradhi yake. Huyu inapendeza kwake akifungulia na inachukiza kwake kufunga, na akifunga saumu yake ni sahihi. Hali ya pili ni mgonjwa ambaye ile funga inamletea madhara, yaani inaweza kumzidishia maradhi au kusababisha asipone haraka, yaani daktari anamwambia mwaka huu usifunge, ukifunga maradhi yako yanazidi. Hapa tunakusudia madaktari wa Kiislamu. Au akimwambia ukifunga badala ya kupona kwa miezi 5 utapona kwa miezi 8. Huyu wajibu kwake kufungulia, kwa dalili ya kauli ya Allah katika surati An-Nisa, baadhi ya aya 29, wala taqtulu anfusakum, maana yake wala msijiue nafsi zenu. Na pia anasema wala tulqu biaidikum ila tahluka, maana yake na wala msijitupe katika maangamizi. Na mfungaji huyu tambidi alipe mara tu atakapopona. Kwa yule ambaye funga ni tabu kutokana na maradhi yake, ni vizuri afungue, na inachukiza kwake funga, na lazima alipe baada ya kupona kwake.
Hali ya tatu ni yule ambaye funga haimpatii tabu na maradhi yake ni kidogo au ya kawaida, kama kuumwa na jino au kichwa kuumwa kidogo. Huyu ni wajibu kwake kufunga, kwani ana uwezo wa kufunga. Ama kuhusiana na mwenye kusafiri, huyu ana hali tatu. Yule ambaye inakuwa funga yake haimpi tabu katika safari yake. Kwa mfano, mtu anasafiri kwa ndege muda wa masaa, hata kama ni kilomita 1000. Kwa mfano, kutoka Jeddah mpaka Riyadh ni kilomita 1000 takriban, lakini mtu akisafiri kwa ndege ni saa au saa na nusu au inapungua kidogo. Katika ndege kuna AC, kwa hiyo msafiri huyu saumu haitakuwa ina ugumu kwake, lakini akitaka kufungua anaruhusiwa kwa sababu ni msafiri, lakini ni bora kwake kufunga saumu kwa sababu kufunga na kufungua kwake kuko sawa. Kwa kauli ya Abi Darda ambaye amesema maana ya hadithi, tulisafiri na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa joto kali sana, kiasi cha kwamba mtu anaweka mkono wake katika kichwa chake, na hakuna kati yetu aliyefunga isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Ibn Rawah. Na funga haimletei matatizo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani yeye amejaliwa nguvu kuliko sisi. Na juu ya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amefunga na masahaba wengine wakafungulia, yaani hawakufunga saumu siku hiyo ya safari. Kwa hiyo msafiri, ikiwa funga ni ngumu kwake wakati wa safari yake, ni bora afungulie, lakini ikiwa si ngumu, bora afunge saumu. Hali ya pili, ikiwa kufungua ni bora kwake, kwa mfano mtu anasafiri kwa gari wakati wa jua kali, au wanaoishi vijijini wanahama kutoka sehemu hadi sehemu kwa kusafiri kwa kutumia ngamia au farasi au punda au ng'ombe, na jua kali na hakuna AC, msafiri huyu bora kwake kufungulia kuliko kufunga. Yaani anaweza kufunga, lakini kufungulia ni bora kwake, kwani funga inakuwa na ugumu kwake kwa hali hii. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, maana hadithi sio utiifu kufunga katika safari, na hii ni kama safari kama hii yenye tabu nyingi. Hali ya tatu, msafiri akapata ugumu sana katika safari yake kiasi cha kwamba hawezi kuhimili ugumu ule. Kufunga katika safari yake hii ni haramu. Hii mfano, mtu anataka kusafiri na safari yake mbali sana, anakumbana na hali ngumu kama joto kali, au anasafiri kwa kipando cha mnyama na hali yeye mwenyewe pengine afya yake si nzuri. Akifunga pengine akapatikana na madhara katika afya yake, au akazimia au akaanguka au akahisi kizunguzungu, yaani kisunzi na yanayofanana na haya. Msafiri huyu funga kwake ni haramu, na dalili ni katika hadithi ya Jabir kwamba amesema, maana ya hadithi, tulikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa ufunguzi wa Maka katika mwezi wa Ramadhani, tukafunga mpaka kufikia Hural Ghamim. Hili ni eneo katika wadi wa Usfan, ni umbali wa kilomita 60 kutoka Maka takriban. Akasema watu ikawa ugumu kwao sana funga, wakawa wanamwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani walikuwa masahaba wanapenda kufuata nyendo za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa hawajua amefunga au amefungulia. Ilipofika alasiri, akachukua chombo chenye maji akakiinua ili watu wamuone kwa upande wa kufuata nyendo zake, kisha akanywa maji hayo, kisha akasema kuwa kuna baadhi ya watu wamefunga, kwa maana wamefunga ijapokuwa kuna ugumu sana katika safari yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hao wameasi, hao wameasi. Kwa hiyo hii imetoa dalili ya kuwa ikiwa msafiri funga itamletea ugumu sana, hata hatari kwa maisha yake, basi ni haramu kwake kufunga. Kwa hiyo tumesema msafiri ana hali tatu katika funga yake. Kwanza, inakuwa kwake kufunga na kutofunga ni sawa, huyu bora kwake afunge. Hali ya pili, kufungulia kunakuwa bora kuliko kufunga, huyu bora afungulie. Hali ya tatu, saumu yake inakuwa na tabu sana kutokana na safari yake, huyu kufunga kwake ni haramu. Na tumebainisha yote hayo hapo kabla kwa dalili zake. Ama kwa upande kwa mwanamke mjamzito na anayenyonyesha, ikiwa amejiogopea nafsi yake au amemwogopea mtoto wake, yaani daktari amemwambia kuwa saumu itakuletea madhara au itamletea madhara mtoto wako, hukumu yake itakuwa ni kama hukumu ya mgonjwa. Inafaa kwake kufungulia na inachukiza kufunga. Kwa dalili ya hadithi ya Anas ibn Malik al-Ka'bi amesema, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, maana ya hadithi, hakika Allah ameweka hukumu ya msafiri kufunga na kufupisha swala, na mwenye ujauzito na mwenye kunyonyesha hukumu ya saumu. Amejalia msafiri na mjamzito na mwenye kunyonyesha kwa hukumu moja, kwa maana hukumu zao sawa kwa upande wa saumu.
Na pia kauli Ibn Abbas radhiallahu anhuma, mwanamke mjamzito na anayenyonyesha anafungulia katika mwezi wa Ramadhani, kisha watalipa saumu yao na hawamlishi maskini. Lakini kama daktari akimwambia hakuna matatizo yoyote, saumu haitokuletea matatizo kwako wala kwa mtoto wako, kwa hiyo hapa wajibu kwake kufunga. Na kuhusiana na suala hili maulama wamehitilafiana sana. Kwa ufupi tunaweza kuweka katika masuala haya. Kwanza, mwanamke mjamzito au anayenyonyesha, ikiwa ile saumu haimletei madhara kwake wala mtoto wake, huyu anatakiwa kufunga. Pili, ikiwa mwanamke anajihofia nafsi yake na mtoto wake, hapa kuna itilafi ya maulama. Ikiwa mwanamke yule ni wale ambao anabeba ujauzito kila mwaka, kwa maana mwaka anakuwa mjamzito na mwaka ananyonyesha, au tukichukulia mfano mwanamke amebeba ujauzito miaka 5 mfululizo, mwaka anakuwa na ujauzito, mwaka ananyonyesha, huyu anatakiwa alipe Ramadhani kwa miaka yote aliyofungua. Je, mwanamke kama huyu anaweza kulipa? Jibu ni hapana, hawezi kulipa. Na baadhi ya wanawake wanakuwa wanazaa watoto 10 mfululizo, yaani huyu anatakiwa kulipa Ramadhani zote. Anaweza kulipa huyu? Jibu hawezi. Kwa hiyo tunasema ili kuepukana na tofauti hizi za maulama, mwanamke ambaye anabeba ujauzito na kunyonyesha mfululizo, huyu anatakiwa amlishe maskini na si wajibu kwake kumlisha kulipa. Lakini ikiwa ile mimba inamletea matatizo au kule kunyonyesha yeye au mtoto wake, ama kwa mwanamke ambaye akishazaa anapumzika miaka 2 au 3, huyu anatakiwa kulipa siku alizokula. Ama kuhusiana mfungaji ambaye amepoteza fahamu, huyu ana hali mbili. Hali ya kwanza, ikiwa amezimia au amepoteza fahamu mchana wote wa Ramadhani, huyu funga yake haisihi, kwa sababu funga ya kisheria au saumu ya kisheria ni kujizuia pamoja na nia. Kwa mfano, inaadhiniwa alfajiri saa 11 na huyu akazimia au akapoteza fahamu saa 10:30 alfajiri na hakurudiwa na fahamu zake mpaka baada ya magharibi, huyu hahesabiwi funga siku ile. Ama kwa mfano amepoteza fahamu au amefanyiwa ganzi akakaa siku 2 hana fahamu, huyu pia hahesabii kuwa amefunga na inatakiwa kulipa siku hiyo au siku hizo ambazo alizopoteza fahamu, kwani huyo ni kinyume cha mwenda wazimu, yaani amepoteza fahamu kwa muda mfupi tu. Hali ya pili, ikiwa akipoteza fahamu sehemu ya siku, yaani robo au nusu ya siku ya siku ile, huyu saumu yake inasihi kwa kuweko makusudio ya funga, kwa vile amelala sehemu ya siku yake. Ama mwenda wazimu hakalifii kufunga, kwani yeye imeinuliwa kalamu yake, kwa maana haandikiwi dhambi mpaka atakaporudi akili yake. Ama mfungaji ambaye amelala mchana wote, huyu funga yake ni sahihi kisheria, ambaye anainuka anasali kisha anarudi kulala kuanzia baada ya alfajiri mpaka magharibi. Lakini mfungaji ambaye ni bora zaidi ni yule ambaye anamdhukuru Allah kwa wingi wakati wa funga yake, kama alivyosema Ibn al-Qayyim. Kisha akaelezea masala mengine kwa kusema ya kuwa haifai funga bila ya nia, ikiwa nia ya saumu ya Ramadhani au kulipa deni au nadhiri. Kwa dalili ya hadithi ya Ibn Umar radhiallahu anhuma marfua, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, innamal a'malu binniyat, maana yake hakika vitendo hulipo kwa nia. Kwa hiyo ni wajibu mfungaji kunuia saumu yake au akilipia saumu au kafara yake, kwa maana akifunga Ramadhani anuie anafunga Ramadhani, na ikiwa analipa anuie analipa, na ikiwa kafara anuie saumu ya kafara. Jambo la kuzingatia ni kwamba nia ya funga ya faradhi lazima iwe usiku, na hakuna tofauti ikiwa atanuia mwanzo wa usiku au katikati ya usiku au mwisho wa usiku. Mfano, tarehe 30 Shaabani baada ya magharibi akanuia kwa kesho atafunga Ramadhani katika moyo wake na akazimia kwa hilo, hii inatosha kuwa nia, kwani maana ya nia hasa ni kuazimia kwa moyo kutekeleza amali fulani, yani kitendo fulani au ibada fulani, na kuitamka kwa ulimi ni uzushi katika dini. Au katikati ya usiku saa 5 usiku au saa 6 usiku pia inafaa, au kabla ya sala alfajiri kwa muda mfupi pia akanuia. Kwa hiyo nia hii inatosha. Katika hadithi ambayo ni kutoka kwa Hafsa radhiallahu anha amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba maana ya hadithi, hana saum asiyenuia kufunga kabla alfajiri, na hii ni katika saumu za faradhi. Ikiwa mmoja amesahau kunuia au amepoteza fahamu kabla ya kunuia kufunga mpaka alfajiri, saumu yake si sahihi. Yaani mtu akiinuka kula daku, hii ni nia ya kuwa ameazimia kufunga.
Kwa mfano, tarehe 30 Shaabani alasiri amepoteza fahamu, hakupata fahamu mpaka saa 1 asubuhi tarehe 1 Ramadhani, huyu saumu yake si sahihi kwa sababu hakunuia usiku. Kisha akasema kuna baadhi ya makundi wamesema kuwa inafaa kutia nia siku ya kwanza kwa Ramadhani yote ikiwa hakufungulia katika Ramadhani ile. Kwa maana ikiwa mwanamke amenuia usiku wa kwanza Ramadhani kuwa atafunga Ramadhani yote kisha akapata ada yake ya mwezi, tuseme tarehe 15 ya Ramadhani, mpaka akitoharika itakuwa takriban 22 Ramadhani. Kwa hiyo akishatoharika lazima anuie tena kuwa atakamilisha saumu yake mpaka mwisho wa Ramadhani. Na pia kwa mwenye kupata maradhi au safari na kadhalika, muhimu ambaye amefungulia kabla ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Hawa wamesema kwamba kwa sababu ibada ya Ramadhani ni ibada moja, inawajibika nia moja, lakini rai ya nguvu ni kutia nia kila siku. Ama saumu za suna anaweza mtu akatia nia hata mchana, si lazima kunuia usiku kwa sharti asiwe amefanya jambo lolote la kubatilisha funga kama kula au kunywa au kitendo cha ndoa na kadhalika. Kwa mfano, ameinuka mtu siku ya Jumatatu au Alhamisi au masiku meupe, ameona mpaka saa 8 mchana sijala wala kunywa wala sijafanya kitendo cha ndoa, akanuia kufunga saa hiyo, inafaa funga yake. Na hii kama tulivyosema kwa saumu za sunna, yaani wakati wowote ule, ikiwa asubuhi au mchana wala alasiri, akanuia kufunga saumu yake sahihi. Dalili ni hadithi ambayo ni kutoka kwa Aisha radhiallahu anha, amesema aliingia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, je, mna kitu? Akikusudia chakula. Tukamjibu la. Akasema, hakika mimi ninafunga. Kwa hiyo ameweka nia yake mchana. Kwa hiyo kwa dalili hii funga ya sunna inafaa kunuia mchana. Kisha akasema kila mmoja anaandikiwa malipo yake ya funga kwa wakati alipotia nia yake ya saumu za sunna. Kwa mfano, watu wawili wameamua kufunga. Mmoja amenuia tokea alfajiri atafunga sunna na mwingine amenuia adhuhuri. Kwa hiyo yule aliyenuia tokea alfajiri anapata malipo zaidi kuliko aliyenuia adhuhuri, kwani ameanza kuandikiwa thawabu zake pale tu alipotia nia yake, kwa sababu kabla hajatia nia kulikuwa hakuna kujikurubisha kwake kwa Allah katika funga, kwa hiyo hakuwa katika ibada. Na hii inaonyesha umuhimu wa nia katika vitendo vyetu. Alama za nia za saumu, kwa maana nia zinakuwa vipi katika funga. Kwanza, ule moyo wako ukiwa tayari kuwa utafunga, yani umeazimia kufunga, basi ishakuwa nia. Kwa mfano, leo imetangazwa kuwa kesho Ramadhani. Mtu kwa furaha yake akasema ndani ya nafsi yake, alhamdulillah, nitafunga Ramadhani yote Allah akiniwafikisha. Akasema ndani ya moyo wake, hii inatosha kuwa nia. Sio lazima akasema Allahumma inni nawaitu an asum shahr Ramadhan siyaman kamila min alfajr ila almaghrib kulli yawm. Hii kusema kwa kutamka ni bid'a. Nia sehemu yake ni moyoni. Pili, nia ya pili, mwanamke ameamka, ametayarisha daku, amepika, ameandaa, ametenga. Hii pia inatosha kwa nia kwake, sio lazima kutamka. Tatu, mwanamke ameamka, amepika daku lake, kisha akasema nitalala kabla ya alfajiri, nitainuka kuamsha watoto tule daku, kisha akapitiwa na usingizi akuamka. Hapa kisha tia nia ya saumu yake ni sahihi. Au mtu aweke tu ndani ya moyo wake, kesho nitafunga. Kwa mfano, anajisemea ndani ya nafsi yake, kesho nitafunga, bora nifanye hivi na hivi. Hapa kisha tia nia ya kufunga na nia yake sahihi. Si lazima atamke matamshi yatakayomuingiza katika bid'a. Au familia imeamka, wamekula daku, hii ni nia, kwani hawakula daku isipokuwa wanataka kufunga. Au mwanaume kamwambia mke wake, niamshe kabla alfajiri, nile kidogo au ninywe maji kabla haijadhiniwa. Hii pia nia, si lazima matamshi aina fulani. Au mwanamke ameinuka, ametoa nyama au kitoweo apike daku, kisha akalala, akapitiwa na usingizi mpaka alfajiri. Hapa kesha nuia. Mwisho tunamalizia kwa kauli ya Ibn Taymiyyah rahimahullah, amesema kwa mwenye kuingiza fikra katika moyo wake au kuazimia kufunga ndani ya moyo wake, ameshatia nia ya kufunga. Na mwenye kuazimia kufungulia katika moyo wake amefungulia, kwa maana kwa kuazimia katika moyo wake kuwa kesho sifungi, basi amefungulia. Kwa hiyo nia ya funga ni nyepesi sana, haina haja ya matamshi. Kama umefaidika na haya, usikose kulike na kushare kwa Waislamu wenzako, na usikose kusubscribe ili zikufikie mwanzo video za channel hii. Tunamwomba Allah atutakabalie funga zetu na ibada zetu
na dua zetu zote, amin. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.